Mashambulizi ya taifa la Marekani na Israel dhidi ya Iran Mashariki ya Kati yameendelea kukosesha utulivu na amani katika eneo hilo, miundombinu ikiharibika kwa asilimia kubwa, mamilioni ya watu, wengi wao wakifariki, huku shirika la Umoja wa Mataifa linalohusiana na masuala ya ukimbizi wakisema wazi ya kwamba zaidi ya watu milioni 3 wamekimbia makazi yao katika eneo la Mashariki ya Kati, kuogofya hatari ya kufariki dunia. Ukweli ni kwamba kwa kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati ni muendelezo wa ripoti inayotolewa hapa Sputnik Africa. Na ripoti ya wiki hii, kwa yale ambayo yamejiri, tutaangazia masuala kadha wa kadha, ikiwemo kile ambacho kinaendelea kutokea kule Kenya kwa matokeo ya mafuriko yaliyoathiri zaidi ya watu 2,000 kukimbia makazi yao, huku zaidi ya vituo 16 vikipata athari ya kusombwa na maji kwenye eneo hilo. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo, na hii ni ripoti ya Sputnik Africa. Kiongozi mpya wa juu wa Iran, Mojtaba Khamenei, amewaonya wanajeshi wa Marekani walioko eneo hilo kufunga kambi zao au mashambulizi yataendelea. Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, amesema mashambulizi dhidi ya Tehran yamezuia Iran kuhamisha miradi yake ya nyuklia na makombora chini ya ardhi, na kudai kuwa Israel iko imara kuliko hapo awali. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amesema vita dhidi ya Iran inaendelea vizuri licha ya ripoti ya vifo na wanajeshi kwa maaskari wengi wa Marekani. Nao viongozi wa nchi za Ghuba ya Uajemi wametoa kauli za hofu na kutoa wito kupunguza mapigano. Saudi Arabia imesema imekabiliana na drones 8 za Iran zilizojaribu kushambulia miji yake, na kuonya kuwa mzozo unaweza kuenea na kuharibu usalama wa kanda hiyo. Qatar imelaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, ikisema ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kibinadamu. Kwa upande wake, Oman imepiga marufuku usafirishaji wa baadhi ya mafuta na gesi kutokana na mashambulizi dhidi ya miundombinu yake ya nishati. Katika hatua nyingine, nchi mbalimbali duniani zimelaani mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, huku wito wa kukomeshwa kwa vita hivyo vikitolewa, kama anavyotufahamisha mwanahabari wetu Awad Rashid kutoka Sputnik Africa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, ameonya kuwa mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran yamevuruga utulivu wa eneo la Mashariki ya Kati na kuongeza hatari kwa nchi za ukanda huo. Akizungumza na waandishi wa habari, Zakharova amesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia, uharibifu wa maeneo ya kihistoria ya Iran na madhara kwa mazingira, ikiwemo mashambulizi ya Israel kwenye maghala ya mafuta karibu na Tehran. Ameonya kuwa mgogoro huo unaendelea kuenea na hauko chini ya udhibiti, na akitaka pande zote kusitisha mapigano na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Pia amesisitiza kuwa Irani kama taifa lolote ina haki ya kujilinda, huku akilaani mashambulizi yanayolenga raia na miundombinu ya kiraia. Viongozi wa Ulaya pia wamechukua msimamo mkali, ambapo naibu waziri mkuu wa Hispania Yolanda Diaz amekosoa Umoja wa Ulaya kwa kutegemea Marekani na kusema inapaswa kuwa na sera huru mambo ya nje, huku akisisitiza kuwa vita hivi havina uhalali. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amesema nchi yake haitashiriki katika hatua zinazoharibu dunia, huku Hispania ikiendelea kupunguza uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni amesema mashambulizi haya yanaonyesha mgogoro mkubwa wa sheria za kimataifa, wakati waziri wa ulinzi wa Uswizi akisema yanakiuka sheria na yanapaswa kusitishwa mara moja. Kwa upande wake, Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz alionya kuwa hakuna mpango wa haraka kumaliza vita, jambo linaloweza kueneza mzozo na kuharibu usalama wa eneo na usambazaji wa nishati. Aidha, wachambuzi wa nchi za Magharibi na wanasiasa wengine wamesema vita hivi ni hatari, huku mtangazaji wa Marekani Tucker Carlson akivieleza kama vya kutisha na viovu, akiongeza kuwa vifo vya watoto wengi huko Iran vinaonyesha hatari kubwa ya vita hivyo. Ndani ya juma hili pia watu zaidi ya 50 wamefariki nchini Kenya baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kulingana na taarifa ya polisi, mafuriko yameibuka kufuatia mvua za masika zilizoanza wiki iliyopita na kusababisha uharibifu mkubwa wa nyumba na miundombinu. Takriban familia 2624 zimekimbia makazi yao, huku mali za serikali zikiharibika, ikiwemo vituo 16 vya polisi. Polisi wamesema wanashirikiana na mashirika mengine ya dharura
kutekeleza zoezi la uokoaji, kuhamasisha wakazi walioko katika maeneo hatarishi na kudhibiti usalama katika maeneo yaliyoathirika, hasa katika mji mkuu Nairobi. Marekani imeruhusu kwa muda uuzwaji wa mafuta ya Urusi yaliyoko baharini baada ya bei za nishati kupanda kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambayo yamelitumbukiza eneo la Mashariki ya Kati vitani. Wizara ya Fedha Marekani imetoa tangazo hilo jana, ikiidhinisha usafirishaji wa uuzaji wa mafuta ghafi ya Urusi na bidhaa nyingine za petroli zilizokwama baharini. Waziri wa Fedha wa Marekani alisema idhini hiyo mpya inalenga kuongeza uwiano wa kimataifa wa upatikanaji wa mafuta yaliyopo. Na ripoti za Sputnik Africa tunahitimisha na taarifa ya serikali ya Urusi ambayo inapanga kuanza kutoa chanjo maalum za kutibu saratani bila malipo kupitia mfumo wa bima ya afya ya taifa. Kulingana na rasimu ya amri ya serikali, chanjo hizo zilizotengenezwa na taasisi za utafiti zilizofadhiliwa na serikali na kuidhinishwa mwaka jana na Wizara ya Afya ni pamoja na Oncopept kwa saratani ya utumbo mpana na Neoncovac, chanjo inayotumia teknolojia ya mRNA kusaidia mfumo wa kinga ya mwili kupambana na saratani kali ya ngozi. Orodha matibabu yaliyopendekezwa kuharamiwa pia inajumuisha tiba ya CAR-T ambayo kubadilisha seli za kinga za mgonjwa ili kupambana na saratani. Maafisa wanasema utekelezaji utaanza kwa kiwango kidogo, huku takriban wagonjwa 400 tayari wakiomba kupokea chanjo ya saratani ya utumbo mpana. Hayo ndiyo ambayo yameendelea kujiri ulimwenguni kote kwa ripoti ya wiki hii ndani ya Sputnik Africa, kukusogezea na kukufikishia karibu kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Ali Kashmiri, ulionapo kuna jambo, na hapa ni Sputnik Africa.